hatua kwa maringo yote, umebarikiwa. Vigelegele, yelelelele, piga tushangilie, wamependeza wale. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, amewafikisha. Hebu panda pole biharusi, leo siku yako, meremeta mama. Hatua kwa maringo yote, umebarikiwa. Vigelegele, yelelelele, piga tushangilie, wamependeza wale. Mungu. Kwaya ya kutokea magharibi kule Maranga kule chini kabisa, isimame kwaya Maranga. Ni mtaa huo wa Ugansa. Isimame. Naona sasa watakuwa wako nje hapo. Hao watu ni wakarimu sana. Ni wapolepole na wameona wageni wapate kukaa. Nitambue kwaya ya Sinai. Kwaya ya Sinai. Hawa wako nchini tu hapo. Naona tu wako hapo. Nasemaje watu wa Mungu? Amina. Tambue kwaya ya Sayuni. Ni mtaa huu wa Ugansa, Sayuni isimame. Hawa watu sio polepole. Mtaa huu ni mpana sana. Halo? Huu mtaa ni mpana sana. Una makanisa takriban kama 7 kama sikosei. 6. Kwa hiyo ni mtaa mkubwa sana na kwaya za mtaa huu ni nyingi sana. Kwa hiyo utambulisho wa kwaya nafikiri unaishia hapa. Kwa ujumla mnasemaje kwa hizi kwaya za mitaa mitatu? Amen. Okay. Lakini nipende kutoa utambulisho wa wachungaji pamoja na mama wachungaji. Jamani, haleluya. Harusi ya leo sio polepole, imesheni idara nyingi mno hapa. Kwa hiyo mbele yenu wapo wachungaji na mama wachungaji. Nipende kutambua uwepo wa kaimu mchungaji wa mtaa wa Ugansa ambaye si mwingine ni Stefano Yola, ambaye sasa amekuwa kamanda kabisa kwa wageni. Huyu ni Stefano Yola, ni kaimu mchungaji wa Doto. Halo? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwani hili jina ni geni kwenu? Hili sio jina geni kwenu. Hili tu linatambulikana na nitatoa ufafanuzi hapo baadaye. Mnasemaje kwa Stefano Yola? Mama Yola mwiko wapi? Hajafika. Yupo kwenye majukumu. Nipende kutambua uwepo wa kaimu mchungaji Benedicto Karoro kutokea mtaa wa Usige. Asimame. Goliath. Halo? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Benedicto Karoro ni mpambanaji na amevaa kiatu kikubwa ambacho sio size yako. Ukijipambanisha hapo unalegea na unaweza kufia njiani. Halo? Mama Benedicto yuko wapi? Yuko mahali fulani hivi. Mama simama upunge mkono. Amen. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Maaskofu wa mitaa hii miwili kwa muda mchache walikuwa masomoni. Hawa watu walishikilia mitaa na mambo yameenda vizuri. Halo? Na kambi la mwaka huu alihudumu mwenyekiti wa jimbo akiwa Stefano Yola, ambaye sasa ndiye sasa kaimu mchungaji wetu mtaa huu Ugansa. Nitambue uwepo mchungaji Peter Mgogo. Halo? Yes. Halo? Yes. Ona ndiye kulwa. Halo? Yote tumtumikie Bwana kwa furaha, njoni mbele zake kwa kuimba. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliye
aliyetuumba, na sisi tu watu wake, tu watu wake, na kondoo wa malisho yake. Haleluya, usifiwe, haleluya, ushukuriwe, haleluya, uhimidiwe wewe Mungu milele. Haleluya, usifiwe, haleluya, ushukuriwe, haleluya, uhimidiwe wewe Mungu milele. Haleluya, ingieni marangoni mwake kwa kushukuru, nyoani mwake kwa kusifu, mshukuru nilihimidi jina lake, kwa kuwa Bwana ni mwema, rehema zake za milele, na uaminifu wake, uaminifu wake, vizazi na vizazi milele. Haleluya, ingieni marangoni mwake kwa kushukuru, nyoani mwake kwa kusifu, mshukuru nilihimidi jina lake, kwa kuwa Bwana ni mwema, rehema zake za milele, na uaminifu wake, uaminifu wake, vizazi na vizazi milele. Haleluya, usifiwe, haleluya, ushukuriwe, haleluya, uhimidiwe wewe Mungu milele. Haleluya, usifiwe, haleluya, ushukuriwe, haleluya, uhimidiwe wewe Mungu milele. Haleluya, usifiwe, haleluya, ushukuriwe, haleluya, uhimidiwe wewe Mungu milele. Kutokana na muda wetu, ninatamani tusichukue muda mrefu, na watu ni wengi na wengine wako nje wamesimama, ni kwenye jua. Kwa hiyo hatutakuwa na muda mrefu sana. Neno la Bwana mchana wa leo linasema usiku kitandani nalimtafuta mpendwa wa nafsi yangu, nalimtafuta nisimpate. Hao ni wale ambao hawajaoa na wasiokuwa na wake kama misalaba. Nalimtafuta nisifanye nini? Nisimpate. Nikasema haya, niondoke nizunguke mchini katika njia zake na viwanjani. Sijui kama alizunguka Ugansa,
sijui alizunguka Usinge, sijui alienda mpaka nimtafute mpendwa wa nafsi yangu, nikamtafuta nisimpate. Walinzi wazungukao mjini waliniona, akawauliza, je, mmemwona mpendwa wa nafsi yangu? Anasema kitambo kidogo tu nikiisha kuwaondokea, nikamwona mpendwa wa nafsi yangu. Mpeni amina. Nikamshika nisimwache. Unajua alimuona wapi? Hata nilipomleta nyumbani mwa mamangu, chumbani mwake. Anaendelea kusema, tazama, alipomtazama, alipomuona, tazama umzuri mpenzi wangu, umzuri, macho yako ni kama ya hua. Anaendelea nyuma ya na sasa niseme maneno haya. Ndugu zangu, nimesimama hapa kwa niaba ya kiongozi wetu wa jimbo. Ilikuwa viongozi wa jimbo wasimame hapa kwa ajili ya huduma hii, lakini kwa sababu ya shughuli nyingi na tunatambua kwamba tuna maandalizi ya uchaguzi, haikuwezekana, na nikapewa taarifa tena kwa siku ya jana kwamba nenda kaiunganishe hiyo ndoa. Kwa hiyo nami nikasema sina namna isipokuwa kuja kufanya hivyo. Ndio maana mlisikia MC wanasema hii ni harusi ya nini? Ya conference. Sasa ya conference si ya pole pole. Usione kanisa limefurika. Nimkaribishe sasa Yohana Misalaba apige hatua kuelekea mbele yake mpaka afike kwenye hiyo nguo nyeupe. Baba, zamu inaanza. 1 2 3. Safari inaanza. Hatua za mapozi. Hakuna haraka. Ai! Hii ndio yenyewe sasa. Naona Mary sasa hapo anashusha pumzi. Baba, sogea tu ufike ili unapofungua hiyo shela uwe karibu kabisa. Hivi kweli utakuwa umeshafika kweli? Umefika? Ongeza katua kengine kadogo hivi. Kakufika. Ninaona Mary anatabasamu. Haleluya. Sasa hapo ndio yenyewe, kama wapiga picha umeteuliwa na hujapiga hiyo picha, tafadhali tuheshimiane. Ni wakati wa kufungua shela ya bibi harusi. Na hii siji itakuwa imetoka wapi? Si ya Ugasa, si ya Kaliua, si ya Tabora, si ya Dodoma, wala sio ya Dar. Itakuwa imetoka Dubai. Mumesema wenyewe. Na mimi niliona karibu sasa ufungue shela ya bibi harusi. Naye yuko tayari kufunguliwa shela. Nakumbuka nikiwa kwenye makambi, ilikuwa sijui mwaka gani. Baba, ni kwa mapozi wewe mwenyewe. Hata ukichukua lisali zima unafungua, yani hamuna shida. Hiyo ndio yenyewe. Jamani, wewe ni Yohana Misalaba. Yani wewe macho yako tu na masikio sasa. Na kama hutaona hilo tukio, harusi imekupita. Hivi vitu bwana. Alafu sasa itengeneze vizuri, idondoke nyuma kule. Anafungua na angalia hivi ni yeye au ni mwingine.
Ndio maana nikakwambia uwe karibu. Si unaona sasa? Sokea tu tengeneze. Alafu sasa tengeneza sasa mpaka uso uonekane. Ili vijana nao watakapoenda kufunga ndoa nasema na mimi nataka nifungue kama mchungaji alivyofanya. Hivi yule wa kamera uso umeonekana vizuri au isogee pembeni? Haleluya. Nimesoma neno linasema kwa mtupo mmoja wa nini? Sasa alimtazama misalaba peke yake. Hata asipokutazama wewe hamna shida. Sasa niwaalike washenga, simameni na msogee upande hii. Alafu wapeni mic. Washenga msogee pande hii, kila mmoja asogee kwa mshenga wa yeye. Shika na mic. Nataka nimuulize bwana harusi, unapoinua macho yako na kumtazama huyu aliye mbele yako, usitazame kule dirishani. Ni huyo Mary uliyemchagua au ni mwingine? Ni mwenyewe. Haleluya. Jamaa bwana na sauti ya kichungaji. Mary, hivi ni kweli huyo ndiye yeye Yohana Misalaba au ni mwingine? Shika maiki vizuri, usogeze mshenga pale. Ni yeye au mwingine? Ni. Haleluya. Unasikia sauti hiyo Imekaa kidesign. Nadhani Misalaba alipoisikia sasa sauti hiyo ataponea wapi sasa? Akasema hapa. Haya sasa. Ndugu zangu, tumekusanyika hapa mbele za Mungu na mbele ya mkutano huu ili kuunganisha mwanamume huyu anayeitwa Yohana Misalaba na mwanamke huyu anayeitwa Mary Haruni katika ndoa takatifu ambalo ni jambo la heshima lililoanzishwa na Mungu wakati wanadamu walipokuwa hawana hatia. Jambo hili aliliheshimu sana kwa kuwepo kwake katika ile harusi ya Kana ya Galilaya, na kwa muujiza wake wa kwanza aliyofanya katika harusi hiyo ya Kana ya Galilaya. Lakini zaidi ndio inasifiwa na Mtume Paulo akisema kwamba inasifiwa zaidi na Mtume Paulo akisema kwamba haina budi kuheshimiwa na watu wote na imekusudiwa kuleta umoja zaidi na Bwana. Kwa hiyo isichukuliwe wala kufanyika kwa namna yote isiyofaa au kwa uzinifu na washerati, bali kwa heshima na kicho kwa Mungu, na ikumbukwe kwamba ndoa iliwekwa na Mungu kwa ajili ya kusaidiana na kufarijiana kwa kadiri ya mahitaji ya kila mmoja katika siku za kufanikiwa na katika siku za taabu. Katika hali hiyo, watu hao wawili waliopo hapa mbele yenu, Yohana Misalaba pamoja na Mary Haruni, wamekuja sasa mbele yenu wapate kuunganishwa katika kicho cha Mungu ili wakae pamoja siku zote bila kutengana. Kwa ajili hiyo, mtu yeyote akiweza kuonesha sababu inayofanya wasiunganishwe katika ndoa, na aseme sasa. Je, kuna mtu yeyote katika kundi hili, aidha amesimama mahali hapo nje au yuko hapa kanisani amekaa hapa, ana sababu inayofanya watu hawa wasiunganishwe katika ndoa? Anyoshe mkono wake. Anyoshe mkono wake. Yupo huko nje? Hakuna? Na kama hakuna, na tunyamaze milele. Sasa kwa sababu hayupo, ninawaagiza sasa ninyi wawili mjibu sasa kama mtakavyojibu siku ya hukumu, wakati siri zote za mioyo zitakapokuwa zimefunuliwa. Kama kuna mmoja wenu na sababu yoyote
au kipingamizi chochote kinachoweza kufanya msiunganishwe katika ndoa, na aseme sasa. Mjue hakika kwamba watu wote wanaofunga ndoa kinyume na vilivyoruhusiwa katika neno la Mungu hawaunganishwi na Mungu na ndoa yao sio halali. Ninawauliza, Yohana Misalaba, una sababu yoyote inayoweza kufanya usiunganishwe katika ndoa siku ya leo na Mary? Sina sababu. Baba, fikiria vizuri. Kweli hauna sababu? Sina kabisa. Haleluya. Ngoja tuone labda Mary atakuwa na sababu. Mary, unaweza ukawa na sababu pengine inayokufanya usiunganishwe katika ndoa siku ya leo na Yohana Misalaba. Sogeza maiki aseme. Sina sababu. Hauna sababu yoyote? Sasa kwa sababu hauna sababu, mmechaguana, mmependana. Sasa Yohana watangazie watu maneno haya, na wasihi watu wote waliopo hapa, Na wasihi watu wote walioko hapa washuhudie kwamba mimi Yohana Misalaba Mapela na kutwaa wewe Mary Haruni Yohana, nashuhudia kweli kwamba sijui pingamizi lolote dhidi ya mimi Mary Haruni Yohana kuunganishwa katika ndoa na Yohana Misalaba Mapela. Haleluya. Yohana kaka yake na bibi harusi, namtoa Mary Haruni Yohana aweze kuolewa na mchungaji Yohana Misalaba Mapela. Haleluya. Amen. Ubarikiwe. Amen. Ubarikiwe sana. Sasa Yohana, kijana wa Yesu, jembe la Yesu, umekabidhiwa. Songea karibu na huyo bibi harusi. Tamko la kumtoa limetolewa. Sasa shika kwa mikono yake. Shika mikono yake. Safi. Haleluya. Sasa utamke maneno haya. Yaani hapo ilikuwa inakolea tu hapo. Inakolea. Tamka maneno haya. Na wasihi watu wote waliopo hapa. Na wasihi watu wote walioko hapa washuhudie kwamba mimi Yohana Misalaba Mapela na kutwaa wewe Mary Haruni Yohana uwe mke wangu halali wa ndoa. Niwe nawe na kuambatana nawe. Tangu sasa na hata siku zote. Katika hali njema na katika hali mbaya. Katika utajiri na katika umaskini. Katika ugonjwa na katika afya. Nikupende na kukutunza. Mpaka mauti itakapotutenganisha. Kulingana na amri takatifu ya Mungu. Na katika mambo hayo. Naona anameza mate kwanza, na kisha anasema nakupa ahadi yangu.
Kuna watu wameona wivu, wanaangalia pembeni, maana hawajakumbatiwaga na waume zao, wanasubiri usiku tena wamezima taa. Sasa ni zamu ya Mary, alafu utaona sasa. Chezea Mary wewe. Hebu Mary sema. Na wasi watu wote waliopo hapa. Na wasi watu wote walioko hapa. Washuhudie kwamba. Washuhudie kwamba. Mimi. Mary Haruni. Na kutwaa wewe. Na kutwaa wewe Yohana. Uwe mme wangu halali wa ndoa. Sema maneno haya. Na wasihi watu wote waliopo hapa. Na wasihi watu wote walioko hapa. Washuhudie kwamba. Washuhudie kwamba. Mimi Mary Haruni. Na kutwaa wewe. Na kutwaa wewe Yohana Msalaba Mapela. Uwe mme wangu halali wa ndoa. Uwe mme wangu halali wa ndoa. Niwe nawe na kuambatana nawe. Niwe nawe na kuambatana nawe. Tangu sasa na hata siku zote. Tangu sasa na hata siku zote. Katika hali njema na katika hali mbaya. Katika hali njema na katika hali mbaya. Katika utajiri na katika umaskini. Katika utajiri na katika umaskini. Katika ugonjwa na katika afya. Katika ugonjwa na katika afya. Nikupende na kukutunza. Nikupende na kukutunza. Mpaka mauti itakapotutenganisha. Mpaka mauti itakapotutenganisha. Kulingana na amri takatifu ya Mungu. Kulingana na amri takatifu ya Mungu. Na katika mambo hayo. Na katika mambo hayo. Na katika mambo hayo. Na katika mambo hayo. Nasubiri umtazame misalaba unayempa ahadi. Nakupa ahadi yangu. Nakupa ahadi yangu. Haleluya! Anasema asili yetu sisi Wasukuma ni magoti, nitakupigia magoti kila siku. Na misalaba hapa nimeona ametabasamu. Unajua ninyi mko kule nyuma hata amuone huko. Basi aliyounganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Kwa sababu ndugu Yohana Msalaba Mapela pamoja na mwanamke anayeitwa Mary Haruni Yohana wamekubaliana kuishi katika hali ya maisha matakatifu ya ndoa. Na wameyashuhudia haya mbele za Mungu na mbele ya mkutano huu. Na katika mambo haya wametangaza, wametoa ahadi na kujifunga kila mmoja kwa mwenzake. Na wameyatangaza mambo hayo kwa kushikamana mikono. Jamani, si tumeona haya? Amen. Tuna mamlaka yote. Baba uliyeziumba mbingu na nchi, nasi tunaishi kwa pumzi ya uwezo wa kinywa chako. Tunakaribia katika madhabahu yako mbinguni tukikusihi ya kwamba ututazame katika huruma na rehema na sio katika hasira. Wanadamu tumekuwa wadhaifu na wanyonge, lakini ahadi yako ulisema, nanyi mtakapokaribia katika hii nyumba itwayo kwa jina langu, nanyi mkanyenyekea na kunitafuta uso, nitasamehe. Ninakusihi ikiwa ikaliko dhambi katikati ya mmoja wetu, Mfalme samehe. Na unapotusamehe sasa utukubali kwa ajili ya huduma hii, na wewe usimame pamoja nasi. Ninawaleta mikononi mwako watumishi wako katika masaa ya mchana wa leo. Tafadhali katika mamlaka yako Mungu uliye hai, kwa mkono ule wa kimbingu usioonekana kwa macho ya kibinadamu lakini kwa macho ya kiroho, gusa katika mikono yao iliyounganishwa, na sasa wewe mwenyewe ukawaunganishe ukiwafanya kuwa mke na mme. Ukawaunganishe ukiwafanya kuwa mwili mmoja. Ukawaunganishe na kushusha baraka tele katikati yao. Wabariki watokapo, wabariki waingiapo. Wabariki malangoni, wabariki na mashambani. Wabariki katika biashara, wabariki na hata katika mifugo yao watakayokuwa nayo. Wabariki katika utumishi uliotukuka, ukiwapatia utumishi kwa ajili ya utukufu wa jina lako.
Wabariki, na ikiwa litakuwa ni hitaji lao kwa ajili ya watoto, wapatie watoto wa kiume na wa kike kwa kadiri ya vile wanavyotamani. Nami ninakusihi Bwana, usinyamaze, maana ninatambua shetani hajakubaliana na hili wala kulipokea, lakini bado anatupiga vita, maana yeye ni mshtaki wa watu wako. Atakapowapiga vita kwa dhiki, Bwana ukawe mfariji wao na kuwapatia nuru. Atakapowapiga vita kwa ukata, ninakusihi wafungulie milango na kuwabariki katika uchumi wao. Atakapowapiga vita na kuwajaribu kwa magonjwa, waliitapo jina lako, kawe tabibu na mponyaji mkuu kati yao. Atakapowapiga vita kwa namna yoyote ile, mfalme, ulichosema adui atakuja kwa njia moja, lakini kwa sababu uko pamoja na watu wako atatawanyika kwa njia 7, ukatimize ahadi yako katika maisha yao. Ninakusihi watakaposimama kwa utumishi, maana ni watumishi wako, mfalme, wasionekane wao, bali wewe ukaonekane na kuleta ushindi, ukijitwalia utukufu. Neema yako yatosha. Utukubali katika tukio la leo, linapofanyika lianze nawe, likamilike nawe, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amina. Amina. Katika pendo la Bwana, maharusi wetu leo ni shangwe. Tukuzeni Mungu katika ndoa yenu, nyumba yenu iwe ni mbingu ndogo, majirani wapate kumwona Yesu. Dumuni katika pendo la Bwana, maharusi wetu leo ni shangwe. Tukuzeni Mungu katika ndoa yenu, nyumba yenu iwe ni mbingu ndogo, majirani wapate kumwona Yesu. Changamoto zikitokea, kaeni chini mzungumze, tena msiwaeleze watu changamoto zenu, tatueni kwa pendo. Maharusi twawaombeni. Changamoto zikitokea, kaeni chini mzungumze, tena msiwaeleze watu changamoto zenu, tatueni kwa pendo. Maharusi twawaombeni. Dumuni katika pendo la Bwana, maharusi wetu leo ni shangwe. Tukuzeni Mungu katika ndoa yenu, nyumba yenu iwe ni mbingu ndogo, majirani wapate kumwona Yesu. Dumuni katika pendo la Bwana, maharusi wetu leo ni shangwe. Tukuzeni Mungu katika ndoa yenu, nyumba yenu iwe ni mbingu ndogo, majirani wapate kumwona Yesu. Dumuni katika pendo la Bwana, maharusi wetu leo ni shangwe. Tukuzeni Mungu katika ndoa yenu, nyumba yenu iwe ni mbingu ndogo, majirani wapate kumwona Yesu. Dumuni katika pendo la Bwana, maharusi wetu leo ni shangwe. Tukuzeni Mungu katika ndoa yenu, nyumba yenu iwe ni mbingu ndogo, majirani wapate kumwona Yesu. Dumuni katika pendo la Bwana, maharusi wetu leo ni shangwe. Tukuzeni Mungu katika ndoa yenu, nyumba yenu iwe ni mbingu ndogo, majirani wapate kumwona Yesu. Haleluya. Mungu alikuwepo. Alituahidi anakwenda kuandaa makao yetu mbinguni, kisha atarudi kutuchukua milele, tuishi huko aliko, kama vile mwana mikononi mwa mama yake, vivyo hivyo tutaketi kando yake, aliyetukomboa, mtetezi wa haki yetu.
milele. Neema yake Bwana yatosha kunijazi palipopungua. Kwa ujasiri ninaamini mimi ni mwana wake wa pekee. Nisome mafungu haya mawili kwa mausia machache, alafu tutakuwa tumekamilisha. Safari yetu itakuwa ikianza kuelekea sehemu nyingine, na ninasema hivi, ninawaambieni sasa ninyi mlioingia katika ndoa na wale ambao ni mke na mume. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema. Mkaishi katika hizi sifa 7 zinatajwa. Jivikeni moyo wa rehema. Ya kwanza hiyo. 2, utu wema. 3, unyenyekevu. 4, upole. 5, uvumilivu. 6, mkichukuliana. 7, na kusameheana. Ni mambo ambayo ni ya muhimu sana katika safari ya ndoa. Usidhani uliye naye hata kosea. Kuna wakati inapofikia ukaona makosa, maana hukuwahi kuyaona wakati wa uchumba, unasema hivi, nilichaguliwa? Hivi ni yeye yule niliyetegemea au nimebadilishiwa? Sisi ni wanadamu ambao bado tunaishi katika ulimwengu wenye dhambi, wenye changamoto. Mkachukuliane, mkavumiliane, mkasameheane ikiwa kuna mmoja na jambo lolote lililomkwaza mwenzake. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo, ndiyo kifungo cha ukamilifu. Mkapendane. Habari ya upendo, neno linasema upendo hauoni nini? Mabaya. Watu wanapokuwa wameoana mwanzoni haoni shida, haoni upendo, haoni shida, haoni madhara yoyote, haoni utofauti, haoni kasoro. Wanapoanza kukosoana, unasikia mwanaume anasema hivi, ona macho kama ya paka shume. Tambua hivi, upendo uliokuwepo umeanza kupungua, kama sio kwamba umepotea. Maana kama kungalikuwa na upendo, asingeona mabaya. Upendo ungeona mazuri. Ukaone mazuri na sio mabaya. Ukayaone mazuri kwa mume wako na sio mabaya. Na amani ya Kristo ya mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Neno linalofuata ni la muhimu. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Neno la Kristo na likae kwa wingi mioyoni mwenu. Miongoni mwa watu wengi wanaozozana, wanaopigana, kuna watu ni mateso katika familia. Ukiuliza, mna wakati wa ibada? Hamuna. Mnatoaga zaka hapa? Hamuna. Hivi habari ya utunzaji wa sabato inaanzia saa 3 mpaka saa 6, saa 8 au saa 9 yuko kwenye mpira wa Simba na Yanga. Ninamaanisha nini? Iko hivi, ikiwa utamdharau Bwana alichokisema kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, ukimdharau Bwana hata kama alikusudia mema, anasema hivi, na mimi nitahesabu kwamba ninyi sio kitu. Alisema hivyo kwa wana wa Eli, na matokeo yake kumwacha Mungu atawaacha, maana yeye ndiye mwanzilishi wa ndoa. Akiwaacha kuna ole katika familia. Neno la Mungu na likae kwa wingi ndani yenu. Jitahidini muwe na wakati wa maombi.
Jitahidini muwe na wakati wa kusoma neno, lakini ninakuonya misalaba, maana ndo unaingia kwenye ndoa. Usisome neno ukafanya maombi kuanzia saa 5 ya usiku mpaka saa 9. Mary anaita na njoo tulale, basi niko kwenye maombi, mchungaji alituambia nasoma neno. Wewe maombi masaa 5 maombi, pamoja na kwamba ni mchungaji. Mimi mwenyewe sifanyagi ya hivyo. Mke wangu yuko hapa anajua. Haleluya. Hakunaga maombi ya hivyo. Ila natambua hii ndume ya Bwana hainaga ya hivyo. Haleluya. Lakini neno la Kristo malikae kwa wingi. Mchana wa leo ni wasihi katika neema ya Yesu Kristo. Iheshimuni ndoa ya jirani yako. Iheshimu ndoa ya rafiki yako. Iheshimu ndoa ya mshiriki mwenzako. Iheshimu ndoa ya mchungaji wako. Iheshimu wewe ni kiongozi. Heshimu ndoa ya mshiriki mwenzako. Heshimu ndoa ya mtu yeyote. Usisubiri. Usije ukasema tu mchungaji alisema tuheshimu ndoa za washiriki na za wachungaji na washiriki wenzetu na majirani. Kama sio ya jirani, heshimu. Ndoa na heshimiwa na watu wote. Amani ya Kristo iwe pamoja nanyi sasa na hata milele. Amina. Sasa MC mpo? Na kwa sababu watu ni wengi wamebanana sana, ni wasihi namna mlivyoketi tunyenyekee ili tuombe. Baba yetu, tunakushukuru sana. Tupatie nafasi nyingine tena ya kushiriki katika mbaraka huu tunapoendelea katika sherehe za harusi ya leo. Ninawaombea ndugu hao walioingia katika ndoa. Simama kando yao. Safiri nao. Wameamua kuanza nawe, usafiri nao na wahitimishe nawe. Ninaombea ndoa za watu wako. Wasaidie ziwe na amani na upendo. Ninaombea vijana wasioa na kuolewa bado. Wapatie wachumba wema. Wakutukuze na kukusifu katika ndoa zao. Neema yako yatosha. Tunaamini kwa damu ya Yesu Kristo. Amina. Sasa mwenyekiti wa huduma ya leo atahitimisha, ikiwa kuna matangazo na maelekezo ni wapi pa kwenda, na kisha naona MC amekwisha kushika mic. Asanteni, Bwana wabariki. Lakini tukaona pana, hivi vitu vitafanywa nini? Hivi vitu lazima kuna maji, tukatoa ndoo kwa ajili ya kuchota maji. Lakini tukaona hapana, kuna kingine ambacho sasa mama atatumia katika kumfulia mchungaji. Bwana awabariki sana. Nakupenda sana. Bado zinakuja. Haya. Zuia, pole vitabu zuia. Yaani hawa watu siwaelewi. Yaani hadi mchungaji anawaita wasalimie, wao wanakimbia tu. Sasa kwa faili, maana amenyosha mkono muda mrefu, mama huyu ndio kaona. Tunaombeni 5,000 tu alafu muondoke, msalimie. Mwenyekiti ndio atamsalimia. Maana kanyosha muda mrefu. Mama si kweli? Ni kweli. Kanyosha mkono. Haya 5,000. Tunaombeni 5,000 hapo. Chap. Changeni hapo 5,000. Kama sio 5,000 moja, 5,000. Basi nendeni tutamsalimia maisha yako sasa yatasha urefu uzima milele uliopewa watakatifu wanaozishika. Haleluya! Walipo Yesu wakati tenda yote ya dunia
akishuka na jeshi la malaika. Walete. Naomba tupige. Akishuka na jeshi la malaika. Yachunguze maisha yako sasa. Yatosha urithi uzima. Naomba sogea mbele, sogea mbele, sogea mbele. Uliyotaya kwa watakatifu. Zishika amri za Bwana. Walioweka imani kwa Yesu. Waambie. Asante sana studio, asante sana. Naomba wakati huo wanaume tukae huku, wanawake huku, twende vizuri. Amina. Kuhakikisha kwamba tunalea watoto, tunalea mume na tunachukua majukumu makubwa kabisa katika familia. Ninaamini mwanamama akiwepo popote pale halishindikani jambo. Naomba shilingi 20,000 tudondoshe haraka sana hapa wakina mama, kwa sababu hamna baya. Matajiri, wakina mama wapambanaji wanaofanya kazi safi kabisa, kila mtu ana biashara yake. Wakina mama wapambanaji, hoi. Asante, naomba leteni 20,000 haraka hapa. Mchungaji, naomba shika mkeo kwa bashasha, alafu wakati wanakuja kukubariki basi kaa tayari kwa mbaraka huu. Naomba walete studio tena. Karibuni, shika 20,000 wakina mama wote. Naomba tuende kuitafuta baraka. Walete, sogea. Akishuka na jeshi la malaika. Yachunguze maisha yako sasa. Asante, sisi tutawafuata hapa. Hamna shida. Naomba sasa shilingi 20,000 mkabidhini mama mmoja aende akabariki taifa la Bwana ambalo leo limeamka tena kwa namna nyingine. Twende kwa haraka. Nazungumza na nini? Asante, shika kidogo. Naomba tuelewane jamani kwamba tunapokuja kwenye sherehe ni kuwasapoti ndugu jamaa na marafiki, hasa familia mpya hii iliyoanza. Sasa unajua tumekuja hapa kwa jukumu moja tu, kuwashika mkono, kuwapush waanze maisha vizuri. Hiyo ndio tafsiri yake. Kwa hiyo hakuna haja ya kuzunguka kufanyaje. Shika chochote ulicho nacho, jichangeni. Njooni hapa tuwabariki. Naomba wakina mama mje kwanza tupate mvua ya rasharasha. Walete kuna mama. Asante, naomba tuje. Naomba tuje. Wakina baba tupo? Naomba jisachi chochote kitu toa mkononi, tuje tumbariki mchungaji. Chochote kitu. Tunaamini sisi hatuna mbambamba, tunafanya mambo kwa haraka, hatuna shida. Wafanikishaji wakubwa kwenye mambo ya kifamilia ni wanaume. Wanaume, hoi. Asante, shika chochote, sogea hapa. Shika shika chochote cha kwako binafsi, umshike mchungaji. Yuko hapa kwa ajili yako. Naomba shika chochote. Asante baba, anza kusogea. DJ walete. Anza kusogea. Asante sana baba. Naomba anza kuja tu. Walete. Karibu. Naomba play twende. Mchungaji nyosha mikono tu. Watu wa Mungu wako tayari kutubariki. Chochote kitu shika. Asante sana kina mama. Asante sana kina mama. Naomba tufike wote. Sogea tushike mkono wa pasta. Huu ni mkono wa baraka. Usiache bila kushika. Naomba shika mkono wa pasta, sogea hapa. Asante. Kwa hiyo wakina mama mnakataa mbaraka leo. Naomba shika chochote, sogea hapa sasa. Naomba twende tukambariki pasta. DJ wapeleke. Walete. Karibu wakina mama wapeleke. Walete, usikubali kuacha mkono wa pasta usishike. Una baraka ndani yako. Walete, shika mkono wa pasta. Hamata chochote kitu. Shika mkono wa pasta ikiwa na chochote kitu. Utabarikiwa mpaka jashangaa. Iliyobaki kuvipata. Asante sana. Watakatifu wa Bwana, hoye.
Jamani, Moria oye! Tunasema kwamba tafuta hela mji mwepesi. Mtakatifu wa Bwana huwa halogwe, anapambana kutafuta hela. Na ndio maana Moria wanapendeza, simuwape amina. Asante sana. Njoo sasa tuwakilishe kila ambacho tumekuja nacho kwa ajili ya maharusi. Naomba aje mwenyekiti hapa. Asante. Mwenyekiti mwenyewe mrefu. Jamani, mpeni amina. Asante, karibu bwana. Asante. Kwa ufupi tu kwa ya Moria Mission, ndio jina hili linaitwa Moria Mission. Inapatikana kwenye eneo la kimishonari ambalo lipo Kaliua mjini, ambalo linamilikiwa na conference. Na eneo hilo ndipo ambapo lipo shule ya Moria Pre and Primary School. Kwa hiyo tunawakaribisha kuleta watoto hapo, na pia tunashukuru kwa ajili ya harusi hii na mwaliko ambao tumeweza kupokea. Kwa kweli kwetu sisi ni mwaliko wa mara ya kwanza kama kwa sababu kwaya yetu ina miezi 4 tu kama kwaya ya kanisa. Kwa hiyo tunashukuru jamani, na huko tunasema amina. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kupata mwaliko huu wa rafiki yetu ambaye ametutaja ni rafiki, lakini pia kweli ni rafiki, maana hata tarehe 27 tuna jambo naye. Kabisa. Kwa akitoka honeymoon tu tunaye. Asante sana. Twende sasa kwenye lengo. Baada ya kualika tuliona tusije tu kutoa huduma, tusije tu kushika mkono, lakini pia tulete na chochote ambacho kitamsaidia. Kwa karibu kiweze ukabidhi kwa ajili ya kumsaidia kuanza maisha. Jamani, muazini oye! Muazini amependeza, hajapendeza? Asante sana. Naomba sasa tupate picha ya ukumbusho pamoja na mchungaji, kwa sababu ninyi ni watu wa maana kweli kweli. Wakati wa niombe wazee wote tuje sasa tutoe zawadi. Wangu kipenzi, walete kipenzi cha roho yangu, ndio huyu hapa leo, na mtambulisha kwenu. Naomba tukabidhi sasa. Aha. Jamani, haleluya! Nasemaje kwa Wananzengo? Asante. Wananzengo, sasa tumalize kwa kuchapa noti bila shaka, ili tutoe sabuni kwa familia hii mpya. Chochote ulicho nacho chapa noti hapa, twende kwa uzuri. Twende. Asante sana. Sogea mama, kama chochote. Jisachi. Twende kwa haraka. Asante. Barikiwa sana. Mungu awatunze. Mungu awatunze. Naomba Wananzengo tuliobaki bila shaka, naomba tukae kwenye line. Twende kwa haraka. Power. Ovulavu waingie. Power. Walete. DJ walete. Asante. Karibu sana mchungaji. Tukae hapo. Kipenzi wangu, wewe ndo kipenzi. Naomba ongeza hatua. Na leo ndiyo siku yetu, we mzuri kwangu, kwa wazazi ukapita moyo wangu. Dolika Malanga. Na pasta amekubali tufunge ndoa yetu. Naomba tuje hivi. Unakuja hivi. Tuimbe pamoja na tufurahi pamoja. Una hata watu wote mekusanyika hapa kutuweka. Wananzengo safi. Tuje tuishi pamoja. Sijasikia sauti. Wananzengo safi. Asante sana. Naomba tuje wote huku ili tuonekane pale. Naomba tuje wote huku. Wote tuje, piteni. Sasa utaratibu ni kwamba tunaanza kuchapa noti kwanza, tunakuja vyombo, alafu tunazungumza, tunaondoka ili tuokoe muda. Naomba sasa kuja kuchapa noti. Hili bakuli litatumika kama sehemu ya kupokelea zawadi. Bi harusi kamata. Yes, naomba tuchape noti. Naomba sasa walete. 10,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000 na 500. Vije shika 17,500 kufika 20,000. Bado shingapi? Bado shingapi mama?
2,500 kitu gani kwa watu kama nyinyi? Naomba tujisachi tupate 2,500, tusiwahangaishe kwenda benki hao watu. Naomba tusishike maiki. Kamata hela shilingi 2,500 tukamilisha hapo, twende uzuri. Bado shilingi 500, twende. Leta 500, watu wa nguvu, sina mashaka na nyie matajiri. Shilingi 1,000. Imekuwa shilingi ngapi? Imekuwa shilingi 21,000. Nije shika kidogo, wamejichanganya. Utawasumbua benki. Hapa imezidi. Naomba sasa tuitafute. Bado shilingi ngapi kufika shilingi 5,000? Bado shilingi ngapi? Bado shilingi 4,000. 4,000 kitu gani? Twende mama. Malizia na hiyo 2,000. Kuna mwenye 2,000 aonyesha upendo kwa mchungaji, upendo wa dhati kutoka moyoni. Mwenye 2,000. Mama, asante sana. Mungu akubariki sana. Barikiwa sana. Asante sana. Jamani, mwenye shilingi 1,000 tu aonyeshe upendo kwa pasta wetu, tumeishi naye jamani muda wote. Kwa nini tusimuonyeshe upendo leo? Mwenye shilingi 1,000 tu tufunge hesabu, alafu tuseme zawadi tulizonazo. Shilingi 1,000. Mmoja tu alipuka aseme kwamba mimi siwezi kuondoka bila 1,000. Yuko wapi? Yuko wapi anahitaji baraka za jioni? Yuko wapi? Asante mama. Jamani, kanisa linahitaji watu kama hao. Mungu akutunze mama. Unaitwa na? Asante sana. Naomba sasa mwenyekiti zunguka kila ambacho mmekileta na tuwaruhusu sasa mrudi, watu wa nguvu kabisa. Asanteni sana kwa kuja. Karibu. Bwana ni mwema na wakati wote. Sherehe safi. Sherehe safi. Majirani safi. Inapendeza leo pasta wetu anapata ubavu wake. Sisi kama majirani wa kanisa la Beroya tumeleta hiki kidogo tulicholeta kwa ajili ya kusupport maisha ya pasta wetu, anaenda kuanza upya. Amina. Mungu ambariki endapo kuanza maisha yake. Twende sasa tutoe, naomba tutoe. Mungu awabariki sana, Mungu awabariki sana. Naomba tuwape mikono ya pongezi. Wakati naomba studio warudishe. Nikiona reli mpya wasogee hapa. Baada ya reli mpya tutaalika kikundi kingine kwa sababu watu wanakwenda mbali. Sasa twende kwa haraka. Yes. Asanteni sana, tunakwenda kwenye buffet ya chakula. Watu wa relini naomba tusogee. Hawa ni watu wa relini. Asante. Walimu. Wanataaluma. Bwana, nilikuwa sijaelewa bwana. Walimu wewe. Asante. Sasa tutoe zawadi. Jamani, sisi sio walimu. Nakataa cheo leo na kazi. Twende. Okay, kwa niaba ya wanareli mpya, kundi la reli mpya, tunawakilisha zawadi hizi kwa mchungaji na tunamtakia mema katika maisha yake mapya ya ndoa. Mungu aweze kumbariki. Asante. Naomba tukabidhi. Wakati huo naomba sasa tukandamizie. Kamata chochote kitu, kandamiza hapo kwenye zawadi yetu. Shika chochote kitu, kandamiza hapo, twende kwa haraka. Twende sasa, kamata chochote kitu, sogea hapo, kandamiza. Asante baba mgumu huyu. Asante. Asante. Waite waje. Haya, Doni Kamalanga na kwaya walete. Baada ya Dorika Malanga na kwaya itafuata wake za wachungaji. Asante sana studio. Dorika Malanga, mbo. Asante. Naomba tuongeze hatua kubwa kama vile tunawahi baraka za ushindi. Studio naomba walete. Wake za wachungaji jiandae hapo. Sawa. Wakati huo familia za pande zote mbili, familia ya bwana harusi pamoja na familia ya bwana harusi, kama kuna zawadi ziko mbali, naomba zisogee. Ili kwenda kwa haraka. Kuna Mungu na mtu ni mmoja sawa na wengine. Hapa kiwe na wengine. Yes, right, naomba tupause kidogo. Baada ya wenza wachungaji tutapata sisi.
Naomba tupause kidogo. Simama hapo. Karibuni watumishi wa Mungu. Baada ya watu za wachungaji ni wachungaji wenyewe sasa. Asante sana. Asante sana jamani, nyuso za Asante. Mimi sina shida na watakatifu wa Bwana. Mimi ninaomba maharusi wetu mwaka kama huu, mwaka kesho, muda kama huu. Muda kama huu. Hawa ananyonyesha. Kama msimseme amina. Kama msimongeze makofi. Kama msimpige makofi mengi. Asante sana. Mwaka kesho muda kama huu. Hawa ananyonyesha. Huo ni tabiri wa mtu wa Mungu. Sawa na ule wa Elisha. Unajua MC? Ndio. Jamani, wana kijiji mpo? Watu wa Uganza mpo? Bwana mmekaa huko, sogeni jamani. Hata kukubuku. Wengine tumesafiri jamani. Utamuonea tu hata MC sasa tuanze kudondosha note. Twende. Tuanze kudondosha note. Kwa sababu pia tunatoka mbali, baada ya kutoa zawadi, wachungaji tunaotokea kule Kaliua tutaondoka. Bariki. Yes. Bila shaka tuko mama tabasa. Yes, uraja tena. Naomba tuongeze mwendo. Ongeza mwendo. Wakati huo niombe wazee wa makanisa yote tafadhali, popote pale mlipo, tusogee tukae kwa umoja wetu, tuje tumshike mkono mchungaji wetu wa mtaa. Walete. Jamani, saluti karibuni. Siku ya hukumu ikifika, wale mafua mavazi ya okwenda moya mwana konda watavikwa taa. Naomba tongeza tu. Utakuwa migongoni, mawenye vazi sana. Asante. Sayuni tupo? Zungumza moja. Kwanza umependeza. Siseme amina kwa ajili yake. Ndio mjue mishono, sio kila unaposhona ni shone la kumwaga. La kumwaga vipi? Bwana ni mwema. Wakati wote. Bwana ni mwema. Ndio Sayuni Kwaya ambayo ilitengwa hivi karibuni imejipapasa kwa shilingi 42. Asante. Naomba tuchape noti. Aje. Shilingi 42. 10 ya kwanza, 10 ya pili, 10 ya tatu, 10 ya nne na 42. Sasa shika kidogo. Mmejichanganya Sayuni. Mnaletaje hela nusu? Wakasumbulia benki. Benki haipokei nusu hela, inapokea kamili. Kufikia shilingi 50 bado shingapi? Bado shingapi? Wewe usiogope, wanawake ni jeshi kubwa. Wanawake wanapambana sasa hivi, wanafanya kazi. Si ndio jamani? Si ndio? Ngoja kwanza. Nyie toeni 2000 muondoke. 2000 tu. Sasa mambo kama hayo bana. 2000. Hakuna mwenye 2000 mwingine. Mwenye 2000 mwingine anayejiamini hayupo hapa. Hayupo. Sasa si baraka hizi. Asante, warudishe Sayuni. Arudishe. Salimie. Naomba wape wafanye picha moja makini kabisa. Sayuni. Naomba tukae kwenye picha. Tukae kwenye picha. Sayuni. Asante. Naomba shika kidogo, turudi nyuma kidogo. Asante sana. Bado hajafika. Naomba mje, tunaomba shilingi. Asante, naomba mje. Asante, naomba mama.
Haya, asante sana. Namba tusogee. Ni familia ya mzee. Asante, shika DJ, asante sana DJ. Sasa karibuni sana kwenye zawadi. Ni zawadi tu ya kumunga mkono, na kulingana na muda wetu ningeruhusu tuseme, lakini sasa mzee anajua muda wake kwamba tayari umeishi, ni kuzama tu mfukoni. Tunaanza kuweka noti kwanza, alafu kisha tutarudi na vitu vingine. Tunaanza noti kwanza. Matron namba wahiwahi hapa, tunaanza kuhesabiwa, zinawekwa hapa. Tunaanza 1, 10,000 ya kwanza, 10,000 ya pili, 10,000 ya tatu, 10,000 ya nne, 10,000 ya tano, 10,000 ya sita, 10,000 ya... Anawasapoti mchungaji kwa 1,000. Haraka DJ twende haraka, bado anaendelea Nina watu wengi na wanataka kuondoka. Shika DJ. Nilikuwa na 16,000. Naendelea, huaga sipotezi kwenye pesa. 17, 18, 19, 10, 11 ninaendelea jamani. Acha nisindikize. Anasindikiza. Huko ya kwanza. Huko ya pili. Ya tatu. Asante sana. Bado wanaanza kuweka vitu. Weka vitu kwanza. Tutashika tu mkono. Bado wanaweka vitu. Tunakuja Shike hapo. Pokea za zawadi. Tunaanza zawadi za mali. Tunaanza. Ndio bana kwanza hapa na mwenyewe tunahesabu matatu. Glasi hizo zinawekwa, glasi ya pili. Watu wawili glasi nyingi. Glasi ya tatu. Sama namba tusogee. Tumalize. Kamatia hapo, kamatia. Kamatia glasi aina hiyo. Yes, inatosha. Shika DJ. Inatosha. Watu wanaanza kushinda hapa na watu wanataka kuleta zawadi kutosha kanisani, kwa hiyo niombe. Niombe sasa tuachane na hao. Wengine nao wengine. Asante sana DJ. Safari ni mrefu, naomba tu mwenye fedha naomba aje hapa. Sina namba. Yaani kuna watu wanaumia. Mablaita tupande zawadi aje. Wazee ningewaruka mngenipiga mawe. Naomba mniwie radhi. Tunapoteza muda, naomba tuingie. Kama kwa Beloya popote mlipo na kanisa kwa ujumla. Beloya na kanisa niombe tu kwenye foleni huko. Shika dugu. Jamani, Bwana ni mwema. 600. Sabina ile 600. Sabina ile 600. 86 na 600. 88 600. 60 na 600. Sasa nyumba moja. Ya pili. Ya kitu ni moja. Ya tatu. Ya nne. Na nusu. Ya nne na nusu. Laki na 600. Haya.
Bado. Sijaona. Haya. Bili ya kwanza. Bili ya pili. Sita. Twende. Bado. Tembea. Samani. Hebu shikilia DJ. Shikilia kidogo. Sasa MC wa mchongo ameshaingia hapa sasa. Haya, barikiwe. Alafu mablaita amenuna kweli. Bwana harusi tu anacheka. Muolewe sasa mwaka kesho tutafuta mablaita wengine. Ndio. Ninaona ni mabinti nadhani. Mabinti na vijana. Uzuri wako size. Mwaka topande ruta. Namba inayohesabika. MC unawaona hawa? Jinsi walivyopendeza. Wamevalia na dhahabu pale shingoni. Asante DJ. Haya. Nina vikundi hatua kwa maringo yote umebarikiwa. Vigelegele, yelelelele, piga tushangilie, wamependeza wale. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, amewafikisha. Umebarikiwa. Vigelegele, yelelelele, piga tushangilie, wamependeza